nilikuwa sijaitwa, lakini yule ambaye tulikuwa tunashindana naye siku mbili kabla siku hiyo alikuwa tayari ameshalikwa, hata wazazi wake waliwekwa huko katika ukumbi. Mimi naambiwa dakika ya mwisho unatakikana huko Bomas. Sikualikwa. Hiyo unaweza kuuliza hata wale ma commissioners, watakuambia wewe, hata wale wafanyikazi huko ndani. Kwa hivyo Chebukati alikuwa amepanga hiyo njama mapema kabisa. Na sisi tukamwambia Wakenya kwamba ngojeni, tuko bado tuko na mahakama, tutaenda kwa mahakama. Tukaenda kwa mahakama, tukapeleka kesi yetu huko. Mawakili yetu wakazungumza pale, wakatoa sheria, alafu wakasema tunataka tume ilazimishwe ifungue sava. Sava ni mtambo constituency inarusha na ingia ndani ya nyungu inaitwa sava. Sasa mahakama ikatoa amri, lakini wataalamu watu wetu walipoenda kule ambayo iko sava, jamaa wakakataa. Hiyo kampuni ambayo ajiriwa ambayo ilileta hizo sava hapa ikaandika barua kufungua. Mawakili wetu wakarudi mahakamani, ni wengine wanaona yule wakili wetu bwana Murgor akisema, my lords, we have not been allowed to access the server. We have not been allowed to access the server. Alisema mara mingi zaidi katika mahakama. Wale judges wengine walikuwa tayari wamezungumziwa. Ikawa namna hiyo. Lakini wajamaa hawakufanya chochote. Maana walijua kwamba sava ikifunguliwa ukweli itatoka. Ukweli itatoka. Na jamaa wangepata aibu. Lakini walikataa kufungua sava. Sasa mahakama ikatoa ile uamuzi yao, ambaye ni uamuzi ambaye ile na saba tulipeleka mahakamani. Kila judge alisoma uamuzi wake, aliandika peke yake na kasoma. Hii uamuzi imesomwa na Chief Justice peke yake. Tunaelewa vizuri? Sasa sisi tukafanya nini? Tukaona kama hakuna chochote ambayo sasa imefika mwisho, tukamwambia kwamba hatukubaliani na yeye uamuzi, lakini tunaheshimu. Lakini sisi tukasema mpaka tujue ukweli. Tulileta wataalamu kutoka ngambo, wakaenda ile mtambo ya kuingia ndani ya sava na kujua kitu gani iko ndani yake, na wakafukua ukweli. Na Mungu vile vile, Mungu halali, Mungu asmani. Mmoja wa wafanyikazi huko ndani ambaye anaitwa whistleblower kwa kimombo, akapenya huko ni matokeo, akasema hii mimi siwezi kulala na hiyo kweli, na akatoa. Si alitoa? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi kwamba yale ambayo iko katika hiyo whistleblower ndio vile vile iko katika ile wataalamu ambao walitoka Amerika. Ni hiyo. Hiyo saba ikifunguliwa, hii ndio kweli ndani yake, ya kwamba mpinzani yangu Bwana Ruto alipata kura milioni
900,000. Mimi nilipata 8,100,000. Hiyo ni ukweli mtupu, hakuna uongo wote. Hiyo ni ukweli mtupu. Tena utaonyesha wewe wametoa pande hii hapa, wameweka hapa. Wametoa hapa, wameweka hapa. Itaonekana yote iko hapo. Tazama, tumesema sasa jamaa tayari wameiba ushindi wetu. Wanaenda pale kutawala. Wanatawala kidhuluma watu wetu. Wale commissioners ambao walisimamia ukweli sasa ndio wanateswa. Wanafutwa kazi. Tume iliweka pale bandia. Jana mmeona wametoa uamuzi. Sasa yule mama Masit amefutwa. Chebukati ndio sasa wanainuliwa. Tumesikia kwamba Chebukati anataka awekwe kama jaji ya mahakama ya rufaa. Jaji Court of Appeal. Tunaona vizuri. Sasa yale tunasema ni tunataka Kenya mpaka itawaliwe kwa njia ya kidemokrasia. Tayari sasa wako katika harakati ya kuunda tume mpya ya uchaguzi. Na wameweka jopo ambao ni yao, marafiki yao, kwenda kufanya hiyo. Hiyo ni kuanza kufanya rigging ya uchaguzi wa 2027. Kutakuwa na haja ya mtu kusimama 2027. Kwa hivyo Kenya wasipojitokeza wakati huu na waseme enough is enough, hakuna Kenya huko mbele. Kenya itakwenda njia ile ya nchi kama Cameroon, Central African Republic na kadhalika. Kwa sababu nimesema tutaongea na ndugu wetu Waislamu kwa yale yote ambayo tumesema hapo, ati wasimame imara. Na tukisema tukipiga firimbi ambayo tutapiga hivyo karibuni, maana tulipewana notisi. Leo imebaki siku 6. Tutapiga firimbi na tutasema takbir, takbir, takbir. Nataka nione Waislamu kama wanajimiminika, wanatoka njiani na tunatembea pamoja. Tutakuwa tayari. Tumesema hatuwezi kutishwa. Tunafuata sheria. Fungu 37 ya katiba yetu inaruhusu wa Kenya kufanya kitu ambacho inaitwa picketing, procession, demonstration and striking and petitioning. Yale yote ni vifaa tuko nazo na kupigana hii maneno. Na tukisema tunatoka na tutakwenda mpaka tupate haki yetu. Mko tayari? Mko tayari? Kama sasa hivyo, mimi nataka mmoja wenu ambaye anaweza kusoma aje hapa asome resolution yetu ya mkutano wetu. Nani? Thank you. Resolution of meeting of CIPK and Azimio la Umoja. We join all Kenyans in demanding immediate steps to address the deteriorating state of economy and to arrest the escalating cost of living. In particular, our members are deeply worried about rising costs of school fees, electricity, fuel, unga, and other things, and view the withdrawal of previous subsidies as reckless, heartless, and irresponsible. The subsidies must be restored for the sake of suffering Kenyans. We condemn in a very strong terms and totally reject the ruling of Supreme Court of Kenya on the alleged rights of LGBTQ community,
which ruling amounts to usurpation of role of Parliament to make laws that are consistent with the ideals, culture, and traditions of our people. Consequently, we call upon our houses of Parliament to seize themselves of this matter and stop this invasion and erosion of ways of life and traditions, by traditions that are strange and unacceptable to us. We condemn and reject the emerging pattern of victimization, intimidation, and sacking of public officers on account of having served in the previous. Ambayo ningependa kusema, mimi nimesikia vile mmeongea hapa na nyinyi mnanielewa sawa sawa.